Ilikuwa leo mwendo wa saa 11 hapa kazini. Nilipokuwa nimetulia kwa nyumba yangu ya kazi. Alafu kidogo kidogo nikasikia mtu anapisha mlango. Nikafungua mlango. Akaniambia tunaweza enda kazi, nikamwambia Akaniambia atanipa shilingi 1000 kwa sababu yeye ni mtu mwenye anachukuanga muda mrefu. Nikamwambia sawa. Tukaendelea na kazi yenye tulikuwa tunafanya, tukamalizana. Mimi nikaketi kwa kitanda, yeye akaenda kwa shughuli ya kufama nguo zake. Sasa ile mimi niko tu kwa shughuli yangu kama kawaida, sinajua ni customer, maybe anatoa pesa kunilipa ama kuna kitu kingine yenye anafanya, anafama nguo. Mimi nilikuwa naangalia upande mwingine, shingo nilikuwa nimependua. Nilistukia tu kisu na niingia kwa shingo ndani, alinidunga, akatupa ile kisu. Baada ya kutupa ile kisu, akanifinya mdomo yangu. Kunifinya mdomo, akaninyonga shingo na kunifinyia chini. Sasa ni ile anajua kwamba ameniua, sasa anamalizia. Sasa ikakuwa ni kufinya mdomo na shingo nikufe. Sasa mimi kwa ile harakati tu amenifinya, nikungangana, nilikuwa nangangana kwa nguvu, nikiita jirani yangu mwenye anaitwa, niliitana kwa jirani, niliita jirani, kumbe jirani alisikia. Mimi kunyamaza, kuna watu walibisha mlango. Penye alisikia wamepisha mlango, aliruka kwa chooni. Kwa chooni huko sijui alijidunga kisu kwa mdomo ama sijui alifanya nini, kwa sababu naona huko sasa hii damu imejaa kila mahali, kwa sababu alikuwa anaficha ile kisu kwenye ukuta juu ya ceiling board. Mimi mtu alikuja kwa room yangu, tunaongea kidogo tu hivi, akanigeuka, akaanza kuniuma. Kama si nguvu niko nayo, nilishota, hata ni Mungu alinisaidia. Unajua unapatanga nguvu from nowhere, ni Mungu alinisaidia, lakini huku naweza sema tu ukweli, hakuna security. Mtu alikuja, tunaongea kwa room, tunaongea. Kukosa kuelewana, toka uende, hapo ndo vita ilianzia, na alikuwa mlevi, hapo ndo vita ilianzia. Hasa ile wakati wa kungangana, ile kutoka, toka, amegwama. Hasa mimi wakati nimeshikilia hivi mlango hakaniuma. Unajua unajibalance hivi kwa mlango, akaamua kuniuma wapi? Kwa mkono. Nikikuja nilijua nakuja kubeba maiti za kawaida zenye nimezoea kutoa wasichana wangu wakiwa wamekufa. Na hii sio kisa ya kwanza hapa. Kwa hili jengo, hizi visa ni mingi sana. Na mwenye hili jengo hajali hao wasichana, bali anajali pesa yake. Cha pili kinachonishangaza na serikali yetu ya Uasin Gishu, tangu huyu msichana amedungwa kisu asubuhi, wamepelekewa mshukiwa, hawajakuja kufanya any investigation hapa, kutaka kujua usalama ya hawa wasichana iko aje, kutaka kujua mwenye aliumia ako aje. Mpaka sasa hakuna askari ameingia hapa. Na hii lazima iwe funzo, kumaanisha huyu mwanaume ndiye amekuwa akiua wasichana hapa Uasin Gishu. So kwa hii mwaka ni wasichana 5 wamewawa hapa Uasin Gishu. So hivyo mtu amekujibu nini? Na unajua wasichana wanalipa daily 1000. Hizi rooms nimeona hivyo. Nimeona huyu ni muuaji tu. Sio, huyu ni muuaji. Kuja hivi hadi aende mpaka kule. Hiyo yenye umepata ni size gani na inatosha? Ila niona anitumie kwanza ni. Lakini security yenu sasa ni muhimu. Usiwame tu basi. Kitu fani atachelewa. Wataachiwa na wajui ni serial killer. Ataacha huyu naenda atafute mwingine. Hawezi mami? Mwenye anaweza kufa. Kwenye bese bani. Ngoja nipeke.